Kaka, kuna jambo sisi tunataka kukwambia. Liwe la maana, lakini ikiwa ujinga usinambie. Siku hizi una kiburi sana wewe mtoto. Sasa ni hivi, sisi tunaondoka tunaenda kuishi kwa Sara. Mungu amesikia maombi yetu, mke wangu. Mke wangu, aache waende ili tubaki na amani angalau siku chache. Wameondoka wamekasirika, lakini achana nao, watajua wenyewe, twende zetu kazini. Sawa mume wangu, twende. Mpigie Sara, mwambie tunaenda kwake atulekeze. Sawa mama. Dasara, tunataka kuja kwako, tutumie location. Sawa, na watumia sasa hivi. Karibuni sana, mbona mmekuja na mabegi tena? Tumekuja kuishi hapa kwako kwa muda mwanangu. Mbona hamkuniambia sasa? Tusamee mwanangu, ila haina shida. Sawa, karibuni sebuleni. Asante mwanangu. Nyumba yako nzuri kipenzi. Asante kipenzi, ngoja nipeleke hili begi ndani na kuja. Hawa wana akili kweli. Yaani wanakuja kuishi kwangu ili iweje? Ngoja nitawakomesha. Ila yule msichana ana mwili kwa ajili ya biashara zangu, ataniingizia pesa yule. Twendeni niwaonyeshe chumba chenu cha kulala. Sawa, twende. Sawa, twende. Hivi nyie mnala mpaka sasa hivi? Hapa ni kwenu, nimewachoka sasa. Mwanangu, kuna nini? Hebu niangalie vizuri, unaweza kuzaa mtoto mrembo kama mimi unaota. Tumekosea nini lakini? Hebu nyamaza wewe, kuanzia leo wewe utakuwa unasafisha nyumba, unapika, unanifulia, yani kila kazi wewe mama utafanya. Mbona hatukuelewi? Utanielewa polepole ukianza kutekeleza kazi zako. Na wewe msichana, nina kazi yako special, nifate. Dasara, kuna nini lakini hatukuelewi? Nimesema nifate. Mwanangu, nenda tu msikilize. Sawa, tushayakanyaga. Sawa, twende. Twende basi. Katika kitu utakiwa kukosa ni hii mini oven jamani. Oven hii ni lita 13, inachoma, ina bake, inapasha, yani oven ni kiboko. Kuku wetu kama hivyo ameshauiva ndani ya muda mchache, chap kitu kama hicho yani. Ina bake, pia unaweza kutumia kama microwave ikapasha. Sasa unamuona yule bodyguard nyuma yako? Wapo wengine wawili kule nje watakuwa wakiwalinda ili msitoke humu ndani. Lakini kwa nini Sara? Kuanzia leo hutakiwi kuniita Sara. Wewe na mama yako mtaniita boss na mtafanya kile ninachowaambia. Tumekukosea nini? Sitaki maswali mengi, sijawaita hapa, mlijileta wenyewe. Basi sasa turuhusu tuondoke, turudi kwa kaka. Hakuna mtu kuondoka hapa. Mtakuwa watumwa wangu humu ndani. Dada Sara. Sasa nahisi utanielewa. Nimekuambia uniite boss. Aya, niite kwa nguvu nisikie. Sawa boss. Vizuri. Sasa majukumu yako ni kukaa ndani ya hiki chumba, utakuwa unaletewa chakula humu na utakuwa unahudumia wote nitakaokuwa nakuletea. Kina nani tena hao Sara? Naona hilo hulipendi, basi niite Madam Boss. Nimesema nani? Madam Boss. Sawa Oga, uvae nguo ziko kabatini, nakupa nusu saa. Sawa Madam Boss. Mbona umeingia bila hodi mwanangu? Kuna nini? Kwanza sio mwanangu, sema Madam Boss. Cha pili, hii ni nyumba yangu, nitaingia popote ninapotaka na muda wowote. Sara, umepatwa na nini? Nimekwambia uniite Madam Boss, sema haraka. Siwezi, wewe ni mtoto kwangu, na kwa nini unanipiga? Sawa, ngoja nikuitie kiboko yako. Alex, njoo hapa. Aya, utaniita Madam Boss au bado hutaki? Siogopi kitu mimi hapa. Sawa Alex, naomba umfundishe adabu huyu mama. Nikirudi awe na heshima. Sawa Madam Boss. Mataka kunifanya nini? Mwanangu basi, na kwa hili nitamsikiliza. Nisamehe mwanangu. Tulia wewe, si unajifanya hutaki kusikia maagizo ya Madam Boss. Nisamehe Madam Boss, na kuahidi nitakusikiliza. Asante sana Alex. Sasa nakupa dakika 10 za kuoga.
na kusafisha hivyo vidonda vyako. Baada ya hapo nakupa nusu saa nikute chai mezani. Sawa, Madam Boss. Umeamkai mke wangu? Vizuri tu mume wangu, ila kuna jambo nawaza hapa. Ni nini iko mke wangu? Kwa nini tusiwapigie simu mamako na dada yako ili wajulie hali? Umeanza sasa, hebu wache wakae huko kwanza. Mimi sina amani kabisa. Sawa, nitawapiga baadaye, tuamke tuende kazini sasa. Sawa mume wangu. Twende.